Wakati boss lady anaingia kwenye gari, mchizi naye alikuwa anatoka kuelekea kazini. Boss lady akamwita na kutoa hela na kumwambia, hebu kaniletee fueli na zihitaji ndani zimeisha na nitarudi baada ya dakika 10. Mchizi akamuuliza sasa hivi na kuzichukua pesa na kumwambia kwamba nina kazi kazini, hivyo nitanunua nikirudi. Boss lady akamwambia, hivi kichwa chako kinafanya kazi? Hebu nenda kaniletee fueli. Sijali nini unafanya, mimi nazihitaji sasa hivi. Mchizi anamwambia boss lady, nimekuambia nitachelewa, siwezi kununua kwa sasa. Mbona getimani yupo, si ungemtuma tu akuletee? Wewe, yani wewe unanielekeza cha kufanya kwenye nyumba yangu? Boss lady akashuka kwenye gari na kumwambia, yani wewe sasa unanielekeza nini cha kufanya kwenye nyumba yangu wakati hujui hata kulipia chochote, alafu unanielekeza cha kufanya kwenye nyumba yangu? Mchizi akamjibu, sio kwamba nakuelekeza nini cha kufanya, ila unitendee haki. Yani mimi nataka kwenda kazini, wewe unanituma nikakuchukulie fuel. Mimi siwezi, nitachelewa kazini. Oh, unataka kunipanda kichwani? Kisha akamwita dada yake Tiga, akamwambia, umemwona huyu kakaako maskini, shetani, mpumbavu, jinga kabisa. Kwa ajili yako nampa siku 2 tu au ameondoka nyumbani kwangu. Baada ya siku 2 nikimkuta kwenye nyumba yangu au sehemu yoyote hapa, na kuhakikishia nitamweka ndani. Mchizi akamsogelea boss lady na kumwambia, unajua nini, wewe unastahili kwenda jehanamu na kuchomwa moto. Hivi unafikiri wewe ni nani? Au unafikiria wewe ni Mungu wa kila kitu? Hebu ngoja nikwambie, wewe sio Mungu. Yani wewe hujui kuishi na watu, kazi yako kutukana tu, kunyanyasa. Kifupi utumie akili. Boss lady akafoka, unathubutu vipi kunyanyua mdomo wako na kusema kama hivyo? Takuonyesha wewe usiokuwa na makazi mimi ni nani. Mchizi akamwambia boss lady, hata ukitaka niondoke sasa hivi nitaondoka, kwa sababu sijali, ni bora nikalale kwenye makaravati kuliko kuishi na wewe. Kisha mchizi akamkabidhi hela dada yake na kuondoka. Boss lady anamwambia Tiga, umemwona kaka yako alipo mpumbavu? Akachukua hela na kumwambia, nikirudi nikimkuta kwenye nyumba yangu nitadili na wewe. Kesho yake mchizi anaonekana akiwa na dada yake wakiingia kwenye chumba cha boss lady. Dada yake anamuuliza, una uhakika na ulichoniambia? Mchizi anamjibu, ndio na uhakika. Basi wakaanza kupekua kwenye chumba cha boss lady, wakapekua karibu nyumba nzima. Mara ghafla wakasikia honi ya boss lady na kushtuka. Mchizi akamwambia dada yake, tunafanyaje sasa? Ikabidi warudishie vitu chapu ili boss lady akiingia asistukie mchezo. Mchizi akataka kutoka na boss lady akawa anapandisha kwenye ngazi kuelekea chumbani. Ikabidi dada yake amwambie ajifiche chooni. Boss lady anaingia na kumkuta Tega chumbani kwake, akamuuliza, kwa nini unafanya usafi muda huu na kwa nini unavuja jasho? Tega akamwambia, nimetoka sokoni sasa hivi, jua lilikuwa kali. Boss lady akaweka pochi kitandani na kutaka kuingia chooni, ndipo Tega alipomsimamisha na kumwambia, subiri kwanza madam. Boss lady anamuuliza, kuna nini? Tega anajibu, nilijisaidia mara moja. Boss lady anamwambia, unatumiaje choo changu? Tega anajibu, nilizidiwa, naomba unisamee, ila usijali, nitakisafisha, kitakuwa sawa tu madam. Naomba uoshe kiwe safi kabisa, umenisikia? Boss lady akashuka chini, ndipo mchizi akapata nafasi ya kutoka. Siku inayofuata wakati boss lady ametulia akiangalia TV, mara ghafla mlango ukagongwa. Tega akaenda kufungua. Alipofungua akashangaa askari wapo mlangoni. Boss lady akashtuka. Askari akajitambulisha, jina langu naitwa Jamali, kutoka mamlaka ya kudhibiti madawa kulevya. Boss lady akamuuliza, nikusaidieje? Askari akamwambia, nina taarifa kuwa umehifadhi madawa kulevya kwenye nyumba yako na nina search warrant. Boss lady akamwambia, haiwezekani, mtakuwa mmekosea nyumba. Wakati boss lady akisoma search warrant, maaskari wakaendelea kupekua nyumba kila eneo. Mchizi akaingia na kumwambia boss lady, jinsi unavyoigiza na kuwa mpole inapendeza sana, hebu acha upuuzi. Unadhani sijui kuwa huu ndio mpango wako ili uweze kuendelea kuishi hapa, na wakikuta chochote mimi na wewe lazima twende jela. Askari baada ya kupekua nyumba nzima hawakupata kitu, wakatoka kwenda kusearch kwenye chumba cha mchizi na dada yake, lakini hawakukuta kitu. Boss lady akamwambia, mtakuwa mmechanganya nyumba, naweza kuwashtaki kwa mamlaka husika na mkakamatwa kwa usumbufu mliofanya. Haiwezekani mnakuja nyumba ya mtu bila kuwa na taarifa sahihi. Askari akamfuata boss lady na kumwambia, bado tunaendelea kufuatilia, muda sio mrefu tutakukamata. Tega akamwambia kaka yake, ni bora umwambie ukweli. Boss lady akawasikia na kuuliza, ni ukweli gani huo? Mchizi ikabidi afunguke kwamba aliomba ruhusa kazini leo ili aweze kufanya usafi, maana ilibaki siku moja kesho yake aondoke kwenye nyumba ya boss lady. Wakati anafua akamwona rafiki yake boss lady Oge akiingia getini. Mwizi alimwambia kwamba haupo. Oge akamwambia, hebu nipishe na kuingia ndani. Wakati namwaga mapovu ya sabuni, ndipo nikamsikia Oge akiongea na simu akiwaambia kwamba tayari ameshaweka madawa ya kulevya. Alipotoka ndipo nikamfuata sister na kumwambia nisaidie tukayatafute hayo madawa. Hati nzuri niliyapata, aliyaweka chooni. Nilipotoka nilienda kuyamwaga, ndiyo ukawa usalama wako. Boss lady
Lady akashangaa sana, yani rafiki yake anamsaidia kwa kila kitu, ameamua kumsaliti. Boss Lady akachoka, akakaa kwenye kochi na kuapa, Oge, nitahakikisha unakwenda jela kwa hili. Mchizi akamuuliza una ushahidi gani? Boss Lady akamjibu, ni nyie watu watatu mtakuwa mashahidi. Mchizi akacheka akamwambia, bado huwezi kufanya kazi. Mchizi akamwambia, I have a plan. Boss Lady akawa na mawazo ile kinoma noma, ikabidi ajitulize na pombe, kisha akampigia rafiki yake Oge na kujifanya yuko kwenye matatizo. Halo Oge. Huku Oge yupo na mpenzi wake kitandani na kumwambia, hebu tulia, kwani kimetokea nini? Boss Lady anamwambia, nina matatizo makubwa, wamekuta madawa kwenye nyumba yangu, na hapa sio mimi, sijui nani atakuwa kaniwekea, sina mtu mwingine wa kumpigia simu zaidi yako, tafadhali nahitaji msaada wako, nipo kituo kikubwa cha polisi, naomba msaada wako. Oge kinafiki, hebu tulia, usijali, nakuja hapo sasa hivi. Oge akafurahi sana na kumwambia mpenzi wake mpango wao umekamilika, maana anakwenda jela. Kila siku anajifanya na akili, kumbe mimi nimemzidi hatua 20 mbele. Kikweli na furaha sana. Mpenzi wake anamwambia tunatakiwa kutafuta wanunuzi wa nyumba haraka iwezekanavyo na mali zingine zote kabla mwanasheria wake hajaingilia kati. Na furaha sana kwa sababu najua vyote vilipo. Oh, asante Mungu. Oge akashukuru. Usiku ulipofika, Boss Lady akaenda kugonga mlango kwenye chumba cha Mchizi. Mchizi akamkaribisha ndani Boss Lady. Alipofika ndani, Boss Lady ikabidi amwombe msamaha Mchizi na kumwambia, kesi, naomba unisamehe kwa yote niliyokuwa nakufanyia. Mchizi akamuuliza, kwa nini unaniomba msamaha sasa hivi? Boss Lady anamwambia, kwa sababu nimepata somo kupitia wewe. Najisikia vibaya jinsi nilivyokuwa nakufanyia, na sio wewe tu, wanaume wote waliokuwa wananizunguka niliwachukia vibaya sana, wewe, mlinzi wa getini na mwanaume yeyote aliyokuwa mbele yangu. Lakini sasa nimetambua moyo wangu hautakiwi kuchukia kwa kubagua jinsia. Miaka 2 iliyopita nilifunga ndoa na mwanaume wa maisha yangu, nilimpenda sana, nilikuwa tayari kwa lolote, nilikuwa sina kauli kwake. Upendo pekee ndio uliokuwa muhimu kwenye maisha yangu. Nilimpatia kila kitu, hadi pesa zangu za benki alikuwa na control yeye, ila siku moja aliniacha tena bila sababu, pasipo mkwaruzo yoyote. Hakuniacha tu, aliondoka na pesa zangu zote. Moyo uliumia na kifedha nilianguka, ikabidi niuze baadhi ya vitu vyangu ili nisimame tena. Toka siku ile nikachukia wanaume wote na nikahakikisha kuwanyanyasa kwa namna yote ile. Kesi nisamehe, ndio maana nilikuwa nakufanyia vile. Tafadhali naomba tafuta sehemu ya nafasi katika moyo wako unisamehe. Please, najua nilikutukana nikahakikisha na kuumiza, naomba unisamehe. Mchizi akamwambia, ulinidhalilisha sana mpaka nikajiona sio mwanaume mbele ya dada yangu. Boss Lady akasisitiza anaomba msamaha, bila yeye angekuwa jela sasa. Mchizi ikabidi amsamehe. Asubuhi rafiki yake Oge akaja nyumbani kwa Boss Lady. Mlinzi alipomfungulia geti akamwambia polisi walikuwepo hapa, wamemkamata madam. Oge akamtia kibao na kumwambia, hebu piga magoti, na kumuuliza madamu wako ni nani? Akamuuliza, liko wapi gari? Akamjibu, waliondoka nalo. Mara Tega naye akamkimbilia Oge na kumwambia, anti Oge, nilikutegemea utakuja. Oge akamwambia, nyamaza na wewe, piga magoti, msinichoshe na maneno yenu. Mlinitegemea kwa nini? Nani madamu wako? Umechanganyikiwa? Yule muuza unga, mlevi? Hebu ingeni ndani na mchukue kila kitu chenu, nikirudi nikiwakuta nitaweka ndani. Naingia ndani sasa, nikirudi nikiwakuta mtanijua mimi ni nani. Oge akacheka na kuingia ndani kwa mbwembwe akisema, ama champion, huku akijidai na kuingia kwa madaa. Oge alipoingia ndani akasema, huu ndio muda wa kubadilisha jina na kujiita Oge Big Girl. Kisha akachukua simu yake na kujisnapu, hello Instagrammers, can you guess what? Nina habari ya kusimua, sawa? Say hello to the big house in Lagos, right? It's Big Oge from now, okay? Na kupanda chumbani kwa Boss Lady. Wakati anaingia akaiona picha Boss Lady ukutani, akakasirika na kuishusha chini. Kisha akaingia chumbani na kuchukua dokumenti zote na kushuka nazo chini. Wakati anashuka akashangaa kumuona Boss Lady, Kesi na Oge wakiwa chini wanamsubiri. Boss Lady akamuuliza, Oge, ni kitu gani nilichofanya kibaya kwako mpaka nastahili kutendewa hivi? Oge anasema, nilikuwa nakuja kukuona. Boss Lady anamwambia, unakuja na hati ya ardhi na nyumba yangu kweli? Oge akapatwa na kigugumizi. Boss Lady akamwambia, hebu nyamaza kuongea upuzi huo. Najua kuwa ulipanga mpango wa kuweka madawa kulevya kwenye nyumba yangu. Unawezaje kufanya hivyo? Wewe ni rafiki yangu, unatakiwa unisapoti kwa kila kitu. Nimekuleta ndani, nimekuamini kuliko yoyote, nimekuchukulia kama familia yangu. Na kuchukia sasa kwa kuamua kunifanyia hivi. Nimeshare vitu vyangu na wewe, nimekupeleka shopping, nimekukopesha pesa ambayo huwezi kunilipa. Inakuwaje unanifanyia hivi? Nawashukuru Kesi na Tega, na siku zote nilikuwa nawachukia wanaume kwa kuamini ni mashetani. Angalia sasa, mbele yangu kuna mwanamke niliyemwita rafiki yangu. Kweli mabaya yana jinsia, ni hulka ya mtu, anaweza kuwa mwanaume. Oge akamwambia, Erika, I'm sorry.
Boss Lady hakumuelewa kabisa, akamwambia polisi wapo njiani na utakwenda jela. Kama ulitaka mimi niende jela, basi wewe ndio utaenda kwa sababu unastahili. Na movie letu linaishia hapo, ili unaweza kulitafuta mtandaoni kwa full movie, linakwenda kwa jina la Twisted Feeling. Na kama hujaona sehemu ya kwanza, nimekuwekea linki kwenye description. Ila usisahau kusubscribe, kulike, kushare na